Kwanza mchezo unaokwenda unakutana huko, unakutana na mchezo mgumu kidogo kuunganisha na mazingira walioyatengeneza wenyewe hapa. Uwezo wa vijana umeonyesha uwezo mkubwa, kwa sababu timu ambazo walizozitoa zipo timu ambazo zinashabihiana na Simba. Walipata nafasi nyingi Simba katika mchezo wao wa kwanza, lakini walishindwa kuzimalizia. Mpenzi mtazamaji wa Mbagala Online TV, leo tumekutana na Mzee K hapa maeneo ya Mbagala Kilungule. Huyu ni mdau mkubwa wa michezo na soka la Tanzania kwa ujumla. Tutazungumza naye kuhusiana na mawili matatu. Jana tufahamu kwamba mchezo wa muungano kule visiwani Zanzibar, Unguja, Pemba sio umemalizika. Young Africans amefanikiwa kuondoka na ushindi, lakini pia leo tutakuwa na mchezo hapo majira ya baadaye, Stellenbosch akimkaribisha Simba Sports Club katika CAF Confederation. Bwana mzee, shikamoo. Habari ya saizi bwana? Salama. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Vipi hali? Salama kabisa. Ndio. Sasa mzee wetu, nafikiri wewe ni mdau mkubwa wa michezo, lakini pia unalifahamu kwa kiasi fulani soka la Tanzania. Sasa tuanze na ile ambalo ni kubwa kuelekea hapo baadaye. Simba Sports Club mchezo wa nyumbani amepata ushindi wa bao moja, ametanguliza mguu mmoja mbele. Sasa mchezo huu wa baadaye unauonaje kwa pande zote mbili? Nani ana advantage kubwa? Lakini pia tutarajie mchezo wa namna gani kiujumla? Kwa kweli Simba imesafiri juzi kuelekea South Africa bondeni kwenda kukutana na Stellenbosch katika mchezo wao wa marudiano. Lakini kama nilivyosema mara ya kwanza kabisa tulifanya mahojiano, inaonekana Simba kwanza mchezo unaokwenda unakutana huko, unakutana na mchezo mgumu kidogo kuunganisha na mazingira walioyatengeneza wenyewe hapa, kwa sababu hapa walicheza wakapata bao moja kwa sifuri, na wale Stellenbosch wakaonesha uwezo mkubwa na kuwakimbiza zaidi, ili paka wengine wakafikia kuchoka, wanaomba sabu. Kwa hiyo na huko walikokwenda nako waenda kukutana sasa, wale wako nyumbani na wamefanya mbinu nyingi ili waweze kuwakaribisha, waweze kupambana nao vizuri. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba Simba kwa mchezo waliokwenda wa marudiano utakuwa ni mgumu, kutokana na wako nyumbani, alafu wanakutana na wachezaji ambao ni vijana wenye nguvu na wenye uwezo mkubwa kabisa. Stellenbosch hawana uzoefu mkubwa katika haya mashindano, lakini pia tunafahamu kwamba Simba amekutana na timu kubwa mbalimbali hapa Afrika. Amecheza na Wydad, amekuwa katika pressure kiasi kikubwa, pia amecheza na Al Ahly kule Misri. Sasa kwa unavyoweza kuona jinsi Simba anavyoweza kuhandle hizi pressure zote, uone kama itakuwa labda ina advantage kwa upande wake? Advantage wanayo sana Simba, na tunajua hilo kwamba advantage kutokana na uzoefu wao, wanayo advantage kubwa ya kuweza kupata ushindi. Lakini tunachokiangalia zaidi, mpira unachezwa kwenye pitch, hauchezwi kwenye makaratasi. Simba wamefanya mechi nyingi za nje na mechi za nyumbani, na advantage hiyo wanayo kwa sababu wana zaidi ya miaka 5 au 6. Wale Stellenbosch wa mechi hii nafikiri ndio msimu wao wa kwanza kuingia kwenye mashindano makubwa kama haya. Lakini tunaiangalia uwezo wa uwanjani. Uwezo wa uwanjani, wale vijana wameonyesha uwezo mkubwa, kwa sababu timu ambazo walizozitoa zipo timu ambazo zinashabihiana na Simba. Kwa hiyo tayari wanaonyesha kwamba tayari na wao wanajua jinsi gani ya kupambana ili kuweza kupata ushindi. Na cha kuangalia zaidi, ile timu imeshikwa na watu wakubwa, kwa sababu nyuma alikuwa na ile timu ambayo anaiangalia timu ni mtu ambaye tajiri namba 2 pale South Africa. Kwa hiyo ni mtu mkubwa na mtu mwenye uwezo na ana uwezo kutengeza mipango yote. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba Simba amekwenda kule, lakini ameingia kwenye shimo. Wanasema Simba kama umesema inamiliki Stellenbosch inamilikiwa na mtu mkubwa pale South Africa, lakini pia wanasema kwamba huyo mtu ni ana partnership na tajiri ama boss wa Simba Sports Club, Mo Dewji. Sasa uone kama kutakuwa kuna advantage kwa namna moja ama nyingine, lakini pia tuseme kwamba performance ya Simba katika mechi ya kwanza, kuanzia kwenye defensive, lakini pia ukija mpaka katika eneo la kiungo, eneo la umaliziaji, tunaonaje hapo? Unazungumziaje hapo? Kwanza hili la kuwa na partnership kati ya matajiri hao wawili, hili jambo lipo, na lakini halina advantage zaidi. Kwa sababu gani? Unajua kitu, ushabiki wa timu tofauti na ushabiki wa urafiki. Hata mimi na wewe tukiwa na marafiki, lakini tutakuwa marafiki hapa kwa sababu tutapoingia kwenye masuala ya kimpira tunakuwa wapinzani kabisa.
Hizo ndo taratibu za ushabiki ulivyo. Ushabiki unakuwa ni kitu ambacho cha ajabu sana. Wakati mwingine hata ndugu ndani kwa ndani mnaweza mkawa ndugu, mnafanya mambo yote, lakini mkiingia kwenye ushabiki, tukiangalia kama ushabiki wetu wa Simba na Yanga hapa, unakuta watu wengine mpaka wanatuana maneno ya ovyo. Kwa sababu gani? Ushabiki unaingia katika moyo kabisa. Kwa hiyo hilo linaonekana. Na katika hilo la pili lozungumza kwamba jinsi gani wanaonesha ushambuliaji na nini, kweli walionyesha walipata nafasi nyingi Simba katika mchezo wao wa kwanza, lakini walishindwa kuzimalizia. Sasa lile ndo ambalo kosa ambalo wamelifanya mpaka leo inaonekana kwamba wana mchezo mgumu sana. Kwa sababu kama waongeza consider hata ile bao la mwisho ambalo lilipata Ateba, alipata nafasi nzuri, unaona, na Jean Charles Ahoua ndio alipata nafasi nzuri ambayo ilionyesha ya wazi kabisa, lakini ule mpira akapiga nje. Lakini ile nafasi alivyoipata kipindi yupo kwenye runs za ule mpira pembeni kule, alionekana Ateba alikuwa ameshafungua upande wa kule, lakini akashindwa kutoa pasi. Wanasema eti huyu mtu ni mchoyo. Vipi hapo? Mimi kwa uchoyo siwezi kumwambia mchoyo. Yule bwana alipambana vizuri na ule mpira na akafika nao kabisa mpaka, lakini sasa yule alishaomba sabu. Kwa sababu unaweza kumlaumu mtu ambaye yupo katika ameingia, lakini yule alishaomba sababu kusema jamaa, mimi kutokana na hali niliyokuwa nayo sasa hivi siwezi kuendelea kucheza. Kwa hiyo naombeni mnitoe ile aje mwingine mwenye nguvu zaidi na aweze lakini ukiangalia lile tukio vizuri, nafikiri ambao tutakuwa natazama hapo ile tukio wataweza kuliona. Ukiangalia ile tukio vizuri inaonyesha kwamba kuna ule jamaa alikuwa katika runs, kuna huyu ambaye alifungua upande wa kushoto na ule ambaye alifungua upande wa kulia. Na ile alifungua kulia kulikuwa kuna free space pale ambayo ilipatikana, aliweza kupenyeza tu ule mpira na Ateba akamalizia kule. Na wanasema haya matukio sio mara ya kwanza. Yeye jamaa unakuta kutoa nafasi ile ya mwisho kutengeneza, waga mara nyingi anataka dominate mwenyewe. Lakini hilo huwezi kumlaumu sana kwa sababu mpira ndivyo ulivyo, kwa sababu wewe unaoshinda ndio unachukua advantage. Unaoshinda wewe ndio unaandika kwenye magazeti. Unaishinda wewe ndio unapata nguvu katika kuonesha kwamba una uwezo gani katika timu. Kwa hiyo la kwanza kabisa unajiangalia wewe mwenyewe, pili uangalie space aliyokuwa nayo mwenzio. Kwa hiyo yule naye hilo aliangalia zaidi, lakini bila hilo nalo vile vile tunazungumza katika kuchoka. Unajua kuchoka ni kitu kikubwa sana. Mtu kishachoka na ukiomba sabu, jambo kubwa. Hata wewe ukiwa juu ya gorofa unafahamu kwamba inawezekana kama umeshikilia, lakini unashindwa kujizuia ovyote. Unakaa ukishachoka, unajua kwamba nikifika chini mimi nitadondoka, nitakufa, lakini ukishachoka utaachia ili udondoke, utajua matokeo huko nyuma. Lakini kiwango chake kwa ujumla unakionaje? Watu wanasema Fadlu Davis anataka real number 10. Lakini tukiangalia in terms of numbers, number of magoli, lakini pia number of assist, bado anaonekana na mchango mkubwa kwenye club. Yuko vizuri. Kwa kweli katika wachezaji ambao wamesajili Simba mwaka huu, wachezaji kama Jean Ahoua yuko vizuri sana. Na huyu katika Mpanzu ndo kwa sasa hivi nafikiri ameingia katika kipindi kifupi tu, unaona, lakini anaonyesha uwezo mkubwa kabisa. Japokuwa ni mtu ambaye ana machachari mengi katika kuweza kumalizia, lakini vile vile anaonyesha uwezo mkubwa kutokana na jinsi anavyochachafa watu. Pale wachezaji ambao tunawategemea katika Simba ni wachezaji wawili au watatu. Na sana tunamtegemea Mpanzu, tunamtegemea Kibu Dennis, lakini pia tunamtegemea kama atakuwepo Mkwala ambaye ndio yeye ni anasimama kule mbele katika kumalizia mipira ya mwisho, anafanya vizuri sana. Lakini je, wale vijana wenyewe ndio tunawaangalia nao, kwa kuwa kule watakwenda kufunguka, itakuwaje? Halo ndio tunaweza kufikiria Simba wanaweza wakapata wakati mgumu katika mechi yao hii ya pili. Okay.